Na Mheshimiwa Bemusi, na kushukuru wewe, unaongea ukweli kama mimi. Na ni kweli umesema kwa hii maneno ya housing ulikuwa kurutu, hiyo ndio ukweli. Kama ungekuja tungekushauri kidogo. Tukueleze vizuri. Wewe umesema ati huna shida yote, shida yako ni masomo. Sasa watu ya hapa Kajiado Central, vijana, mko na kazi? Mko na kibarua? There is a problem of employment here, Mheshimiwa. Na hii housing ni ya kuangalia hiyo maneno ya ajira ya vijana. Hao vijana unasema wasome, it is true. Wakisoma then ni sawa. Mheshimiwa amesema anataka tu masomo. Okay, masomo iko na nia. Wakishasoma wakimaliza, what next? Si lazima tupange kazi yao? Yes, Mheshimiwa. Number 2, hii Kajiado kama kuna county itafaidika kwa housing program ni county. Shangarawe yote inatoka hapa Kajiado. Sad harvesting hapa. Kwanza mnatuzia bei kali Nairobi, hata karibu tuende Ukabani ununua. You are very expensive, you are sad. Sisi wale tunajenga tunaumia hapa kununua mchanga. Inatoka hapa. Mambo ya quarries ya mawe iko hapa Kajiado. Klinka ambayo inatengeneza simiti ambayo inajenga nyumba inatoka hapa. The beneficiaries of the housing program, county number 1 in Kenya is Kajiado County. Vijana wapate kazi, muuze shagarawe, muuze mawe, muuze kila kitu. Baadaye mkiuza ng'ombe, mjenge manyumba. Watu wale wote tumeng'ang'ana Nairobi, tumekuwa wengi, tukuje tuishi hapa, mchukue pesa mwisho wa mwezi, muendelee na mambo yenu. So Mheshimiwa, you have said well, you did not know, now you know. So another day kuja tukuchanue kidogo, hiyo tutembee pamoja. Na unajua once you don't know na umekubali ujui, tunakufundisha, then we move together. Si tumekubaliana watu wetu? Mimi sitaki kusidisha kutoka hapo. Your Excellency, sisi ni kushukuru wewe. You spoke for us in Paris. We were proud as Kenyan people, as African people, and you spoke very well. Hata hawa watu wetu wa press hiyo hawezi tangaza. Umesugumuza, kila mtu amesimama. You could even have given some time to that one. Lakini mzuri wa siku hizi iko hii mtandao. Social media hii tunafuatilia kila kitu. Hata msipoandika tunafuatilia. Now, therefore, we want to encourage Your Excellency to continue speaking for Africa, to continue representing this country, so that you can make us proud as a continent, as a nation, so that even the world can see we have also leaders of substance. Kwa hivyo sisi tumeshukuru sana kufika hapa, na mimi sitaki nisidishe kutoka hapo. Nataka tuseme asanti, mlitusaidia kwa uongozi. Wale walishindwa na wamesema watarudi kwa barabara siku ya Jumanne, tumewakaribisha. Hakuna shida. Si barabara ziko tu, kuna bahali zimeenda. Kuna bahali zimeenda. Bora tu wasiharibu mali ya Mkenya. Hiyo tu. Hiyo no go zone. Weka sufuria kwa kichwa, piga kelele, muende nyumbani jioni. Lakini mali ya Mkenya, hapana, hiyo haiwezekani. Si lazima tuambiane ukweli? Lazima tuambiane ukweli. Hii mali watu wanatafuta na shida mingi. Kwa hivyo nyinyi mkuja mpige kelele, kifika jioni muende pumzike, mjiangalie kwa TV jioni, kwa sababu hiyo watu ya TV hiyo wataonesha. Hiyo wataweka mpaka live, Your Excellency. Ile ya kuharibu mali ya watu, hiyo wanaweka, wanafuatilia, wametoka hapa, wamefika hapo, sasa imeharibu tiangas, ndio hiyo wanaweka. Lakini mambo ya maendeleo wanasema. So nyinyi mkuje mpige kelele, mjiangalie kwa TV jioni, alafu mpumzike, alafu kesho yake mkuje tena. Bora msijaribu kuharibu mali ya Wakenya, kwa sababu hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Wacha tuseme ukweli. Si mtu tuambiane ukweli. Hakuna mtu taharibu mali ya Wakenya. Haiwezekani. Your Excellency, nikimalizia, tumetangaza vita ya pombe hapa Kajiado. Huyu governor ametusaidia na hao viongozi na imepungua. Lakini bado kidogo. Si ndio?
bado kidogo. So machief tafadhali na OCS muangalie pahali imebaki, mujaribu kupunguza, kwa sababu vijana wetu walikuwa wameingia kwa mitaro, wengine wameoa, kuliko kulala juu ya kitanda wanalala chini ya kitanda. Sasa hii memusu unasema unataka masomo, itatoka wapi kama hakuna watoto? So hiyo vita inaendelea na tutaendelea naye mpaka hii dunia yetu ikae mzuri. Finally, tushukuru hawa viongozi ya Kajiado kwa ile kura walitupigia finance bill, walikaa mpaka usiku. Tunataka tuseme viongozi asante. Senator Cheriot, the way you have asked the president that we do our bit, we are ready, we are equal to the task. You have done your job, we'll do ours. Na tutafanya. There is no problem. Mpango iko, plan iko, mwenye kuongoza kazi yako, what is the problem? Pesa ndio ilikuwa imebaki, sasa imepatikana, mwenye kazi ako hapa. Ningetaka kuuliza nyinyi kwa heshima, msimame, munisaidie kumkaribisha kiongozi wa taifa la Jamhuri ya Kenya, Mr. President. Karibu. Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini. Asanteni. Viongozi wetu wa kanisa na pia viongozi maimamu mlio hapa, ndugu viongozi wote na wananchi wa Kajiado, hamjambo. Kajiado enda subabogi meisisi olaitoriani moriega. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimie hivyo hewani nione. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Wacha kwanza nichukue nafasi hii niwashukuru viongozi wote wa Kajiado pamoja na wananchi kwa kuja ili kwa pamoja siku hii ya leo tumshukuru Mungu, kwa sababu mwaka uliopita tulifanya uchaguzi na Mungu akatujalia ikawa ni uchaguzi wa amani, ikawa ni uchaguzi ambao haukuwa na ukabila, na ikawa ni uchaguzi ambayo ilitufanya sisi wote kama watu wa Kenya tukaheshimika hapa Kenya na duniani kote, kwamba sisi ni watu ambao tunaelewa demokrasia ni nini. Na ndio tumekuja hapa kumshukuru Mungu in a very special way, to be grateful to God for making us a great nation. That we went to the elections, we elected our leaders in all parties in a peaceful manner and on the platform of an agenda of transforming our country. Nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Kajiado, mimi nilikuja hapa na ndugu zangu hawa, tukaomba kura zenu. Nyinyi mkawa watu wangwana, waaminifu, watu wa Mungu, mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi, naye Mungu akatupatia baraka, tukapata ushindi. Mimi nataka niseme asante sana. Sijui kama watu wa Kajiado mmenisikiza. Kajiado nimesema asante sana. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba kwa sababu sasa uchaguzi huko nyuma yetu, mimi nitaungana na viongozi wenu wote, wale waliochaguliwa kwa vyama vyote. Sasa ni nafasi yetu ya kuungana ili tutekeleze yale mambo yatafaidi watu wa Kenya na taifa letu la Kenya. It is time, leaders, for us to unite, to work together so that we can transform our nation and we can make our nation great. So nawauliza viongozi wote, na nimefurahi sana kwamba nimefika hapa leo, tuko na viongozi wa vyama zote. And that is how it should be. Tunataka sasa tuungane, tushirikiane, tufanye kazi ya wananchi. Na kazi hiyo hata saa zingine mkitukosoa hapa na pale, hakuna matatizo. Bora iwe ni
lengo ya kusaidia mambo yawe mazuri zaidi, sio kuharibu taifa letu la Kenya. We must work together, even as we work from different sides of the political divide. Even as you correct the wrongs that are there, even as you point out what you think should be done better, we must always have in our mind not to sabotage our country, to be able to work in such a manner that we take the country forward. So nawashukuru sana. Mimi nimefurahi kufika hapa na nimefurahi ya kwamba sote tunaungana katika harakati ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Asante sana viongozi wetu wa dini kwa kuongoza ibada hii ya shukrani. Tumekuja hapa kumshukuru Mungu. Nimemsikiza imam aliyeongea hapa, akasema tuliweka Mungu mbele na Mungu akatuonekania, na tena tusimuache huyo Mungu. Hata katika hali zote tuhakikishe ya kwamba tunamtegemea Mungu. And I want to tell you, we value what you have said. Pia askofu ametuambia kuhusu mambo ya 2 Kings 4 verses 1 I think up to around 10. Akasema ya kwamba kulikuwa na mama mmoja